Ukiangalia kwenye Biblia kuna mifano mingi ya mipango ya Mungu iliyofuata kalenda yake. Mfano, Mungu alipomuumba mwanadamu, Adamu, alimweka ili alime na kutunza bustani. Wewe unafikiri alimwambia utalima bila kumfundisha majira ya kupanda na kuna nini? Hapana, kwa sababu ukisoma kitabu cha Mwanzo anasema umande ulikuwa hujashuka. Kwa alimfundisha kwamba ulime na kupalilia. Dalili gani ukiona nyasi zimeota? Palilia. Kwa Adamu ni mkulima wa kwanza, anajua majira na nyakati. Kwa anajua na wakati wa kuvuna. Unafikiri matunda yote yalikomaa kwa wakati mmoja? Kwa alifundishwa, ukiona hivi limekomaa la kuvuna. Hili liko hivi. Yote haya alifundishwa. Na hiyo kalenda ipo hadi leo. Na tukiangalia kwenye kalenda pia ya rohoni Mungu, ninapokuambia Mungu anaenda, naomba niende kwa habari ya uzao. Mungu alitaja nyakati kwanza, na wakati ulipotimia ndio tukio. Alianza na muda. Kwa mfano, kuzaliwa kwa Isaka, mtoto wa Ibrahimu. Hakuambiwa Isaka anazaliwa. Mwanzo 18. Alisema hivi, majira kama haya mwakani. Anaambiwa na nyakati tayari ameanza muda na nyakati. Majira ni muda. Alafu kama mwakani. Ameshataja tayari wakati utakao. Ni kama 2026 mwezi kama huu. 2026. Mkeo Sara. Kwa muhusika tunakuja ni nani? Tukio ni nini? Kuzaliwa mtoto. Na muhusika ni nani? Sara. Akataja. Kwa Mungu anapotaja majira akishaweka, hakuna kinachoweza kupinga hicho kitu, lazima kitimie with that time frame. Kinaweza kikacheleweshwa. Na mcheleweshaji nimeshawaambia tayari ni nani. Kwa vitu vingi mtazamaji hauvipati ni kwa sababu hujaingia kwenye ulimwengu wa roho. Umezungumza hili la kwamba inaweza kucheleweshwa. Hapa sasa watu wanaweza kuwa na kidogo na confusion kwamba kilichopangwa na Mungu hakuna wanaweza kukipangua. Imeandikwa namba moja kwamba akisema ndio. Nani hakuna kupinga. Ayubu 42 mstari wa Ayubu 42 mstari wa ngapi? Wa pili. Tutafika hapo ghafla. Ayubu iko kwenye Agano la Kale jamani, 42 mstari wa pili. Biblia yangu mimi husema hivi, najua ya kuwa waweza kufanya mambo yote na ya kuwa makusudi yako hayawezi kuzuilika. Ni nani huyo afichaye mashauri bila maarifa? Kwa maana nimesema maneno nisiyoyafahamu, mambo ya ajabu ya kunishinda mimi nisiyoyajua. Makusudi yake hayawezi kuzuilika. Yuko mzuiaji hapo ambaye ni Shetani. Kama nilivyokuambia, Mungu anataja majira yake. Shetani naye amekuwa akiendelea kujenga ufalme wake na kujaribu kuharibu maisha ya watu kwa kupanga na yeye kalenda yake na kuangalia shughuli gani. Kwa hiyo anajua wewe unaenda kupata pesa nyingi, unaenda biashara mahali fulani. Anakuandalia ajali, misiba. Yani sio kila ugonjwa ni mpango wa Mungu. Sio kila msiba Mungu amepanga. Sio kila ajali. Kuna kuonewa, umaskini, kuibiwa, kuharibiwa pasipo kufahamu. Hayo mambo yote yalipangwa kwa muda mrefu kabla hayajatokea. Yani kuna kitu unakutana na tapeli. Yani ngoja nikuulize, wewe unaenda kufanya biashara, kuna watu ambao unatakiwa ufanye nao biashara ambayo itakupeleka mahali pa. Kwa huyu mharibifu anakubadilishia tu na exchange, anakuletea tapeli. Anakuletea character mwingine. Character. Kwa unakuja kukushtuka, unagundua kwamba mambo yameharibika. Yako huko. Kwa hiyo sasa ni lazima uingie ulimwengu wa roho, upambane na aliyoko mbadilisha kalenda yako. Mungu hataki tuumie. Mungu hataki tuteseke. Ngoja nikwambie mipango ya Mungu ni ipi. Sasa ukishajua mipango ya Mungu ndio utajua nani yuko hapa. Maombolezo sura ya 3. Maombolezo sura ya 3. Jamani, maombolezo pia iko kwenye Agano la Kale baada ya Yeremia tu. Basi tunafika hapa Maombolezo sura ya 3 mstari wa ngapi? Mstari wa 31. Biblia yangu inasema kwa kuwa Bwana hatamtupa mtu hata milele, maana hajapomhuzunisha atamrehemu kwa kadiri ya wingi wa huruma zake. Ndio. Maana moyo wake apendi kuwatesa wanadamu,
wala kuwahuzunisha. Huyo ndio nani? Huyo Bwana. Apendi kuwatesa wanadamu wala kuwahuzunisha. Kwa mateso nani amealeta? Huzuni nani amezileta? Kwa hiyo hata akikutandika umekosea, anakuhurumia, analeta huruma zake. Sasa kuna anayezuilia usipokee rehema na huruma. Unajua shetani ameteka watu duniani ambao anawatumia kupanga kalenda yake. Na hawa watu wanaotumika kutengeneza kalenda ya shetani, anaweza akawa ndugu yako, anaweza akawa ndugu wa karibu, rafiki yako. Yani kumbe ni mjumbe wa kuzimu, mwingine unafanya naye kazi, wanafika na kupanga matukio. Tukio lolote baya linalokutokea, kuna mjumbe wa kuzimu uko naye alitumika kutengeneza hilo tukio. Biblia inasema na amewekwa tayari. Na hata Biblia inazungumzia, yani kuna malaika wamewekwa tayari kwa ajili ya uharibifu. Na kuna kwa mfano twende Ufunuo 9:15. Ufunuo 9:15. Sawa, Ufunuo 9:15 hapa Biblia inasema hivi. Ufunuo ni Agano Jipya, kitabu cha mwisho kabisa kwa wale ambao ni wageni kwenye Biblia. 15 anasema wale malaika wanne wakafunguliwa waliokuwa wamewekwa tayari kwa saa ile, kwa ile saa na siku na mwezi na mwaka, ili kwamba waue theluthi ya wanadamu. Hao walitengwa kwa muda maalum, nyakati maalum, siku, mwaka. Kazi yao wenyewe sio kuua. Kwa kuna wenyewe kazi yao kuua. Kuna wengine kazi yao kuokoa. Wengine kazi yao kuponya. Mtazamaji, ninaamuru ufahamu wako ufunguke. Ninaamuru akili yako ifunguliwe na utambue kuwa tabu yako haijaanza leo, ilipangwa muda mrefu. Ingawa ukufahamu nani amepanga. Na kwamba huo ni mpango wa rohoni wa kukumaliza. Akili yako ifunguke. Akili yako iachiliwe, ufunguliwe hapo unaponitazama. Maana naona adui anakuchanganya ili usielewe kwamba endelee funguka kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Mungu anasema na wewe leo. Mungu anazungumza na wewe leo na kutangazia utarudi kwenye kalenda ya Mungu. Hata kama umetolewa, umepelekwa mbali sana. Hata kama umepeperushwa, na kurudisha kwenye kalenda ya Mungu. Na kurudisha kwenye mpango wa Mungu. Amen. Na kurudisha kwenye kusudi la Mungu. Amen. Katika jina la Yesu Kristo. Kwamba unaisikia hii lugha au huielewi, na kurudisha kwenye mpango wa Mungu. Huyo shetani ambaye anachezea akili yako, anachezea maisha yako, anachezea chochote hatima yako, na kurudisha, rudi. Amen. Kwa jina la Yesu Kristo. Kalenda ya Mungu ndio maisha yako, ndio furaha yako. Kalenda ya Mungu, hapo tungerudia tena hapo ili I capture the point. Kalenda ya Mungu ndio maisha yako, ndio furaha yako. Sina furaha nje ya humo. Nje ya kalenda ya Mungu hakuna furaha. Nje ya kalenda ya Mungu hakuna amani. Nje ya kalenda ya Mungu hakuna ukuu. Kalenda ya Mungu ndio ukuu wako. Kuna watu wameingizwa kwenye ndoa ambazo hakutaki kuwepo kwa sababu walibadilishiwa. Substitute. Kwa mfano angeenda kwenye ile ndoa angefurahi. Leo na kurudisha kwenye mpango wa Mungu aliokuandalia, kwenye kusudi la Mungu. Kuna watu wana vipawa wamebadilishiwa. Yaani maendaenda shetani pumbafu kabisa. Unakuta mtu aliandaliwa kuwa daktari. Alikuwa na akili darasani. Afu amejikuta ni polisi. Wengine sio polisi. Mimi nikutana na watu walikuwa na akili lakini ni makondakta. Yuko pale tena anauza change tu. Afadhali change. Kichwa sana. Wanajiita siku hizi maagent, wale wapiga debe wanaitwaje? Wanajiita mawakala. Mawakala wa mabasi. Maafisa usafiri. Afisa usafiri, lakini mtu ana degree yake. Ameishia anashinda pale, ameshabadilishwa. Hawezi hata kulima, hawezi kufanyeje. Kalenda imebadilishwa, majira yamebadilishwa. Majira ya kupokea hayapo. Badala ya kupokea, yani anatoka huko Mungu ameshamuonyesha, unaenda kuuza machungwa, unapata hela, utakuwa na hizi. Asubuhi aende achukue yale machungwa yauze, yanaoza
yote. Na machumba yenyewe alikopa, anaishia badala kupata hela anatoka na madeni. Kuna mabadiliko yametokea. Ukiona kuna kitu kinakutokea, sema kuna kitu kasikofaa. Jichunguze mwenyewe, kitu gani kameingilia kalenda ya Mungu kwako, kana kubabaisha. Mke wako badala ya kuwa faraja amekuwa mzigo na maumivu kwako. Mume wako badala ya kuwa baba msaada amekuwa ni janga la kitaifa. Kuna kitu kameingilia kalenda ya Mungu, na katawanya sahi. Naingia kwenye ulimwengu wako wa roho. Chochote kilichoingilia kalenda ya Mungu kwako, na itawanya sahi, na itawanya sahi, na itawanya sahi, na itawanya sahi katika jina la Yesu Kristo. Raboshe kerimando. Nataka nikwambie, kila unachotakiwa kufanya kimepangiwa muhula wake. Naturudi hapo. Kila ambacho natakiwa kufanya kimefanyaje? Kimepangiwa muhula wake. Kwa kila jambo na majira yake. Kwa unachotakiwa kufanya muhula wake, inatakiwa nini kifanyike? Kimeshapangiwa. Lakini na shetani pia. Kwenye somo la majira na nyakati utatambua na kufahamu namna shetani anavyopanga kalenda zake na jinsi ya kuharibu kabla hazijatimia juu yako. Kabla hazijatimia juu ya uzao wako. Kabla hazijatimia juu ya familia yako na watu wote ambao Mungu amewapanga kwa maisha yako ili wakusaidie kutimiza kusudi lake. Kuna watu Mungu amekupangia wakusaidie kutimiza kusudi lake kwako. Hawa ni wakukusaidia. Lakini shetani ameingiza njama kuwatawanya. Mfano, huyu anatakiwa kukusaidia. Aileen anatakiwa nisaidie hiki. Kwa anawahi mjumbe wa shetani kwa Aileen. Anaambia Aileen, nikwambie kitu. Unamwona yule mama anakuja pale. Yule mtumishi nimesikia anakuja kwako. Take care. Jihadhari, ni mbaya sana. Ni mkorofi sana, atakuharibia, uwe makini. Anaharibu, anahakisha amesaga kunguni wa kutosha. Kwa unaenda kwa Aileen anakuangalia hivi. Wakati jana alikupigia simu, "Halo, nakupendaga sana." Nakupendaga sana. Ghafla unampigia simu, "Aileen, habari nzuri." Ujambo? Sijambo. Short. Uko nyumbani? Sipo. Uko wapi? Nimetoka kidogo. Sio yule aliyekwambia anatamani kuonana na wewe. Kuna kunguni zimesagwa na kunguni zinanuka. Kweli kweli. Kuna watu hazijui kunguni. Kunguni zinanuka kweli kweli. Zinanuka, zina harufu. Kila mtu anajua wewe una kunguni. Ukiona kunguni kuna harufu kanaonyesha. Kwa unafika, kuna wajumbe wa habari mbaya. Wanaharibu. Hawa wote wametumwa na shetani. Unakuja umefanya hiki lakini wanakuharibia. Kwa Mungu amekupangia muhula mzuri sana. Lakini wasaga kunguni wamesaga nini? Wamesaga kunguni pale, damu inatoa harufu ile kunguni. Acha damu ya Yesu ipite ioshe hiyo harufu ya kunguni. Haleluya. Hizo kunguni ambazo wamekusagia.